Tuketi, asante sana. Unajua hii dunia unafika mahali unafikiri uhitaji walimu. Alafu unakuja kugundua unahitaji mwalimu wa dance. Vijana wafundisha mbele ya dance. Unajua sisi tumekuwa tukiimba tu nyimbo za kanisa, hatujaimba hii. Anyway, that's life. Habari zenu? Muga mugeni. Habari zenu watu wetu? Ndo wetu. Someone very wise told me, and I've said it several times, be very careful what you say when you are excited. And this is one of those mornings when I'm very excited in your presence. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya pekee leo kukutana na ninyi viongozi wetu kutoka kamati ya Meru na Isiolo na ekipi. Hakika vile ndugu yangu Peter Munya ambaye tunamzungumzia hivi karibuni amesema tulikuwa tumepanga vizuri sana kutembea pande baada ya Sabasaba. Lakini vile nilisema jana ikiwa Mao, yale mambo ambayo yalifanyika ya aibu, watu wakauawa, wafanyabiashara wakapoteza mali, tukashauriana sisi wote, tukaona the tensions are high and this is not an appropriate time kwenda pale kwanza tuzungumza sisi wenyewe, tuzungumza pale mipango ya siasa vile tutataka kuendelea mbele, na watu wetu wengine bado wanaomboleza, hawajashinda watu wao, hawajaenda kumaliza maneno kuangalia kazi yale kufanyika, na chemba kwa nasikia wakazungumzia wakasema bado wafanyabiashara wapendwa wanatana, tukakubaliana sawa tu tupige moyo konde, Mungu yupo atachacha wakati mwingine. Na sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu tunapata nafasi hii kukutana na nyinyi, na sasa kwanza kupanga upya vile tutafanya. Lakini ninawashukuru viongozi kwa kuchukua wakati wenu na wale watu mnaelewana ama namna gani? Wale mnaelewana, ukipata mtu anasimamia ukweli, anataka kazi ifanywe, mnatembea mkiwa pamoja. Mimi siwezi kutembea na wakora. Wale watu hawafanyia mipaka mali ya watu na uchumi ule ambao tutazungumzia hapa leo na wakati mwingine. Sababu Peter ni mtu wa kufanya kazi kwa hakika. Na mimi Peter niseme hivi hadharani mbele ya hawa viongozi wa PNU na wale wengine. Mimi naomba Mwenyezi Mungu siku moja tutaandika vitabu na tutaandika hadithi. Kuna mambo yale ambayo tunajua, mengine tulikuwa tunapigana nayo. Peter was the minister for regional development wakati wa ile maneno ya Ruto Kimarero. Kuna story tutasema wakati mwingine. Mambo vile nilikuwa nikiendelea. Kwa hivyo kama mtu anasimama imara, lakini si ukora kwa kuiba mambo ya mali ya umma, tumesimama pamoja tukiwa na hiyo. Na tukatembea pamoja kama ndugu katika serikali. Wakati wetu uliisha kikatiba, tukaondoka, tukaenda kutafuta kazi nyingine na kujenga dunia kwingine. Mimi nilienda World Bank. Lakini sasa unajua Kenya na watu wengine wanavisa. Sasa wewe hao ukiendesha magari hapo Washington, jienjoy hapo, unafanya World Bank na dunia inaungua hapa. Sasa ukuje tukae pamoja tuone vile tunaweza kusaidia Kenya yetu. Yes. Ndio nisema tarehe mwezi wa 5 nikuja hapa nikaenda nikaripoti pale sisi nyumbani, ndio tunataka ripoti kwa nyumbani, nikaripotia wale wazee wangu na wazazi wangu pale na viongozi wa jamii yetu, kama wazee ambao mmewaona hapa, akasema nimerudi. Vile mniambia nirudi hapa, kuja tukae sasa tushirikiane na wale wengine.
kuja nikatafuta pita hapa ndugu yangu kakaa chini pita kaniambia na mimi nitembea huko vile natembea huko Meru tembea huko Zulu tembea kwa Ethiopia watu wananiuliza utacha wapi sasa wewe tushirikiane tusaidie sasa tutengeneze timu ya transformation tusaidie nchi yetu na mimi nikubali sana kwa hivyo Biblia inasema I don't know mambo ya public zingine inakuwa ile inakuwa lakini it's always good to be honest and put things in their proper perspective. Mimi nataka kuambia ukweli. I trust Peter Muni because he is a forthright person, he is a honest person. And I want to tell you, Peter, in the presence of all these people, my brother, we will travel together. Naomba Mwenyezi Mungu, mimi nawaambia wananchi, Mungu akitubariki sisi, atutupee nafasi hiyo ya uongozi sisi. Maombi yangu ya kwanza ni hadharani hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, tufanye kazi ambayo italeta sifa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Vile wananchi wetu wamepelekwa 2022 na ukora hata wao asiani kutumia kila siku kusema vile wako ni Wakristo wale wako kwa mbinguni wao wanajua vijana na ukiangalia haya mambo ambayo wanafanya unashangaa. Kumbe kanisa na dini ilikuwa tu njia ya kuwadanganya nyinyi wananchi, ili mtu akileta mbele aseme yeye ndio mtu anajua kuomba sana, yeye anajua maombi ile yanapatikana, akionekana kwa public anabeba Biblia kubwa na huku sasa watu wananchi genuinely hata viongozi wa dini wakasema hapa hawa ni Wakristo tuwape kazi ama labda ndio vile wanasema. Lakini sasa wananchi waulize, si hata nyinyi mnaona ulikuwa ni bora kabisa, tutakubali kudanganya siku nyingine? Hakuna. Tuelewane, maneno kuhusu maisha yetu. Sisi tu tunaongea tu. Haya ni maneno kuhusu maisha yetu. Wewe na dini yako na mimi tunaomba Mungu aombe na dini yako na Mungu akuelekeze. Na kwa sababu hatuna muda sitaki kurudia hayo maneno kwa sababu nimeona hata kile tunazunguka hapa 2022. Ndio mkutano na wazee wa kanisa wale Westlands na Bishop Onesabit wananiuliza maswali wakati huu, na nikawaambia wakati ule vile nawaambia wakati huu watu wanadanganya. Hayo maneno wanawaambia yote ni uongo. Sasa mbona nilikuwa nasema ukweli? Sasa ni watu waongo hawa wanadanganya kila siku. Kazi yao ni usiku na mchana vile tutasema asubuhi ni story, mchana ni story, jioni ni story. Usingizia lazima watoe sababu kila siku. Ndio why things are not working. Walianza na wao ndio hata na serikali yake wakaanza wao na haina asilumo hata saa hii wanasema ni watu wa mlima na nani. Hiyo na hiyo. Tafadhali wananchi usiwali na ndio sababu nataka kusema hivi. Washukuru wenzangu viongozi wale tunashirikiana nao. Ni kweli tumeungana, tuko pamoja. Mheshimiwa Rigathi Gachagua chama chake cha DCP, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka chama cha Wiper, Mheshimiwa Martha Karua chama cha PLP, Mheshimiwa Eugene Wamalwa chama cha PDK, na pia Mheshimiwa Peter Muni vile tunaye hapa hawana kama kwa dini hawana wengine, tuko pamoja na tunataka kuongea tulete Kenya pamoja. Alafu tukubali vile tutaweza kubadilisha maisha yetu. Jana niliuliza pale Timao na nataka kuuliza saa hii asubuhi. Nyinyi ndio wananchi mko katika nchi mnatembea kila mahali katika nchi yetu mnaenda hospitali. Hiki tunaita SHA inafanya kazi. Hiki tunaita SHA inafanya kazi. Sasa hii mambo inaendelea na mnaii kuna wengine ambao ni walimu. Ile insurance kama na nyingine walimu sisi Majoku na mimi tumekuwa mawaziri. Majoku ile
ile insurance kama ya walimu 70 billion imetolewa. Walimu wanapiga nduru kila mahali, hawana cover, naenda hospitali wanaambiwa hospitali hapa hospitali pale hospitali nyingine 17 billion haijulikani mahali. Police cover tulikuwa waziri wa nje, tulikuwa tunamani cover ya polisi kupitia kwa National Insurance Fund. Hata saa hii ukiwauliza askari polisi wakati ule the services walikuwa wanapata, saa hii wakati wanaambiwa outpatient itakuwa 3,500 wanapiga nduru. Na ukifuatilia hiyo maneno discover kwamba in about a month, just a month, that whole program was cancelled. Watu wengine wakaletwa hapa wakapewa insurance cover. Sasa askari wetu ndio wanapiga nduru kila mahali wanaenda, hakuna services, hakuna nini. Hayo sio maneno sisi tunasema viongozi wa ofisini, kwa sababu sisi ndio tunasiwasiwa kila wakati. Ni sana kwa elimu, ni sana kwa nini tualimu? Sisi ni Wakenya pia, tunataka nchi ambayo kazi inafanyika. Haja yetu ni kwamba we have a government that works. Because when the government works, it works for everyone. It works for those who are in the opposition and those who are in government. That's why some of us are restrained. Sababu tunataka kutoa heshima kwa viongozi, kwa sababu kikatiba na kisheria ndio ni vizuri kuwe na heshima. Lakini yale maswali mengine mnauliza na mambo ambayo yanafanyika ni aibu. Kama haya ambayo tumesema hapa leo, ukora wa kuuza mashirika ya serikali. Unataka watoto wetu waende wapi? Unataka kuuza kila kitu. Unauza mahali ya wananchi ya umma, unauza na kizingizio. Na nilisema jana ninarudia leo. Hii ni ukora. Makampuni wanasema eti kuna makampuni wanataka kununua kutoka nje. Hakuna makampuni kutoka nje. Ukora ndio wameenda wakauza makampuni kwao, wakaoshirikiana wakora wengine wameleta kutoka huko. Sasa wanakuambia ni kampuni imesajiliwa Dubai, ni kampuni imesajiliwa Zimbabwe. Ni wao wenyewe wanataka kutumia njia ya kupora nchi na kuiba mali ya wananchi. Na wananchi wakati umefika sasa, nchi yetu ya Kenya wakati umefika wa kusema la, hapana, tukatae. Na vile kiongozi mwingine amesema hapa, enough is yeah. Hatuwezi kuendelea namna hii kwa sababu in fact some countries can survive corruption and institutions can survive corruption, but I don't know of a country that can survive looting. And what's happening here is looting. It's not even corruption. It's looting of the country. Ukiangalia namna hii, tusikubali maneno kama haya. Na watu wakizungumza ni vitisho sasa. Tutamkamata Rigathi. Tutamkamata huyu Rigathi Gachagua akikuja kwa airport twende tumkamate. Na mambo ya Rigathi anasema kweli. Mimi nimesema Rigathi hayo maneno Rigathi anasema kila mtu ameona. Mimi nimeyasoma tu international papers about three of the law ambayo mnajua is one of the strongest voices an editorial piece with a scathing story on this administration and its leaders, using a language that is even stronger than I've had Gachagua use or even any one of us in the opposition use, describing our leaders in a very, very strong language and the things they are doing in our country. Juzi nyinyi hapa mliona gazeti moja hapa ya Kenya imechapisha story kuhusu silaha na vile silaha imeuzwa na vile tumetumika hapa kupeleka silaha kwa nchi jirani. Hakuna mkubwa wa serikali alizungumzia hiyo maneno, mlisikia nyinyi? Hakuna mtu, kwa sababu maneno yakizungumzwa na mnyamaze inamaanisha kuna nini? Kuna ukweli. Watu zungumza sasa ni kutisha, mkamata Rigathi, kamata huyu. Yani things become criminal when they come out of Rigathi's mouth. Hii maneno ya kufanya watu kama ni wajinga, wao wenyewe ndio walituambia wakati walikuwa wanakampeni 2022 eti wajinga waliisha Kenya. Kwa hiyo wajinga walikuwa wakati waliingia serikali. Sasa wajinga walikuwa wakati waliingia serikali. Na kama wajinga walikuwa wakati waliingia serikali, maana walikuambia wajinga wakarudi. Kwa sababu walikuambia wakati wa uchaguzi, walikuwa wanatuambia kila siku hiyo kipindi na kila siku wajinga wameisha Kenya. You know, deep state nini.
Sasa yote ni uongo tu, yani ukora. Sasa wajinga walirudi na nani kuja kuambiwa haya maneno watuambia. Sasa ni vitisho. Mimi nasema hivi kumalizia na kwa wao hao zetu wengine ana makanisa sisi ngapi kwa hapa kanisa hili nyingine ndio tunaongea na Mungu. Amin. Hata sisi tunaongea na Mungu kwa maombi. Asante sana kwa kutuambia, hata sisi tunaongea na Mungu kwa maombi. Kwa hiyo sasa tuendelee tufanye kazi ya kusaidia taifa letu. Mwisho kabisa, na waomba tafadhali viongozi, sasa Mheshimiwa Munya ataunda kikao hapa, small committee atatuambia sasa plan ile ya kupita kuingia Meru. Mimi ni nyumbani, kweli vile amesema, pale mnatoka Agili, mtakuja kulala huko, na kuishi huko siku 2-3. Sawa, mama yangu ananiambia uende pale ulale huko na ndugu zako pale Agili, ukae na wao kidogo, ongea nao maneno. Sasa nimeona hiyo ndugu yako amesema, tulikuwa tumekaa jana na wale wengine, naenda kulala huko, nitakutana na ndugu zangu kutoka nyumbani, tulale hapo, tupige story, alafu tuendelee mbele kupanga nchi ya Kenya vile tunaweza kufanya. Ya pili ni kuhakikishia kwamba tukimalizia, kwa sababu nyinyi mmesema tufanye kazi pamoja, mimi nataka kuhakikishia niko tayari, I am ready. Kufanya kazi pamoja, tusaidie nchi na tutatembea pamoja. Haya mambo yote yangu nitasema tutayafanya pamoja, tutakaa vikao na hivi vyama vyote tushirikiane, tuende mbele tukiwa pamoja. Sasa unajua watu wanafikiri sisi ndio tunatoka Nairobi tunakuja kuambia watu hapo mashinani kuhusu one term. Hiyo ni kweli ama hata nyinyi mnajua hivyo? Haya.